wakasema tuko tayari, wakatoa watu 7 na sisi tukatoa watu 7, tukakubaliana kwa ajenda. Wakasema ilikuwa mambo matatu muhimu. Kwanza, gharama ya maisha irudi chini. Pili, SAVA ipunguliwe. Tatu, wawachane na vyama vyetu vyote kama Jubilee, Wiper, DAP na ODM. Mambo matatu. Bado mambo ya gharama ya maisha wamezidisha, badala ya kupunguza wamezidisha, ile ushuru wamepandisha zaidi. Hiyo ni kusema kama matusi tu, kusema nyinyi ni wajinga sana. Pili, mambo ya SAVA wamesema hawezi kusimamisha. Tatu, ile tume ya uchaguzi ya kuteuliwa wamesema wataendelea kuteua yao wao wenyewe. Nne, vile wamezidi kuingia ndani ya vyama vyetu. Chama cha Jubilee wanataka kuchukua wabunge 25 wa Jubilee, wamechukua, wameweka mgambo hili ya pande ya Kenya Kwanza. Wajumbe 7 wa ODM vile wamechukua, wamepeleka pande ile nyingine. Wanaeneza umalaya wa siasa, wanataka kuzungusha Azimio, wanataka kumaliza Azimio. Tunaambia kwamba nguvu ya Azimio sio wabunge, nguvu ya Azimio ni wananchi wenyewe. Sasa tumeambiwa sasa wakati wa mazungumzo imepita. Sasa tunaambia wao vile ya kwamba katiba ya Kenya imesema katika fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Halo, wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja kupatia wengine ambao wamechagua uwezo wa kutumia hiyo mamlaka. Sasa wananchi walichagua wabunge na hata wale MCAs. Wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua utawala kwa njia ya bandia, Bwana Ruto mwenyewe, na vile amekiuka ahadi. Sasa wananchi wanachukua hiyo mamlaka moja ili watumie moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza harakati ya kuchukua hiyo mamlaka moja kwa moja. Kwanza mpaka ijulikane sisi ni wangapi. Tunaelewa vizuri? Ndio sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumeichukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane Azimio iko na watu ngapi. Tunaelewana vizuri?
mimi mwenyewe Raila Amolo